Mungu alituchagua ili tusiwe wa ulimwengu kama yeye asivyo wa ulimwengu, sisi tusiwe wa ulimwengu. Kwa hiyo uraia wetu tunapomkubali Kristo unabadilishwa. Ulimwengu ni mfumo wa kiutawala wa kidunia, unabadilishwa. Na ndio maana mstari wa 17 anasema watakase kwa ile kweli, neno yako ndio kweli. Kwa hiyo Mungu alikusudia ufalme wetu na utawala wetu uwe wa uraia wa ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo kila ambaye amempokea Kristo, yeye Biblia inasema si wa ulimwengu bali amekuwa raia wa mbinguni. Ndicho kitu kimojawapo ambacho Mungu anakifanya. Kwa hiyo unataka kutawala kifalme, ujue ya kwamba wewe si raia wa duniani. Acha kuenenda kama dunia inavyoenda, kwa sababu wewe si wa duniani. Haleluya. Warumi sura ya 12 anasemaje mstari wa kwanza wa pili? Mfanywe upya kwa kugeuzwa nia zenu, ili msienende kama mataifa wanavyoenenda kwa kuyafuata mambo ya dunia. Kwa nini? Kwa sababu wewe kama unataka kutawala kwa staili, wewe si wa dunia, wewe sio wa dunia. Mungu amekubadilisha. Injili ya Yohana sura ya kwanza ule mstari wa 12 hadi ule mstari wa 13 inazungumzaje? Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa kuzaliwa unakuwa ni mtoto wa Mungu, unapewa uwezo wa kuwa mtoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu alikusudia kubadili uraia wako kwa kumwamini, na unapokea neno lake linakuzaa mara ya pili. Sasa wewe unakuwa ni raia wa mbinguni.